za kusonga mbele baada ya kupitia changamoto. Mbinu ya 4: badili hadithi unayojiambia. Mara nyingi sio kile ulichopitia ndio kinatuumiza zaidi, bali hadithi unayojiambia juu ya kilichotokea ndio huumiza zaidi. Sasa katika maisha, wewe ni mwandishi wa maisha yako mwenyewe. Mara nyingi tukipitia changamoto huwa tunaandika hadithi kuhusu sisi wenyewe. Mara nyingi tunajisemea na kujiandikia hadithi inayosema mimi nimeshindwa, mimi nimeumia, mimi siwezi kusonga mbele tena, siwezi kupona, sintasahau, nimeshindwa, mimi ni dhaifu. Vile unavyojitamkia ndivyo unavyojiharibia na kujiumiza kisaikolojia. Sasa leo nakukumbusha kwamba hadithi juu ya maisha yako mwenyewe inapelekea hisia zako juu ya kile kitu ambacho kimetokea na ni namna gani utasonga mbele kuanzia pale ulipopatwa na janga au matatizo. Sasa nahitaji leo uanze kutambua kwamba kumbe unaweza ukabadili hali unayojisikia sasa kupitia kubadili hadithi juu ya mambo uliyoyapitia mwenyewe. Na kwenye ushauri nasaha ama counseling kisaikolojia tunasema hii ni narrative therapy. Tunatumia tiba ya simulizi. Vile unavyojisimulia wewe ndio unajenga maisha yako, unatengeneza maisha yako, uumie ama usiumie. Si kila mtu ambaye amepitia changamoto lazima aumie siku za mbeleni. Yule ambaye hadithi yake haibadilishi ataumia muda mrefu, lakini yule ambaye hadithi yake anaibadilisha, maumivu yanaisha haraka na anasonga mbele. Sasa kuanzia sasa, hebu anza kubadili hadithi yako juu ya maisha yako mwenyewe. Usiseme mimi nimeishia hapa. Hebu anza kujiona kwamba mimi ni mshindi ambaye ninapona. Na kuhakikishia ukibadili mtazamo huo na ukiwa unajiona hivyo, unaandika hadithi mpya ya maisha, kuteseka kwako ni mwisho. Jaribu kutafakari. Je, huwa unajiambia kitu gani? Huwa unaongea nini na kuwaza nini juu ya yale ambayo umeyapitia? Hayo shiriki hapa katika comment na toa mawazo yako tuweze kushirikishana ni namna gani tunaweza kubadili mtazamo na story au mahadithi juu ya haya maisha yetu ili tuweze kusonga mbele.